Yesu asifiwe tena wapendwa. Tunamshukuru Mungu katika asubuhi njema hii ya leo. Tunamshukuru Mungu ametuweza kutuweka salama. Kwa wale ambao ni asubuhi, tunamshukuru Mungu. Kwa wale ambao bado ni mchana, basi Bwana atuongoze katika siku njema ya leo. Lakini kwa wale ambao ni usiku sasa unaingia, Bwana wabariki na waongoze na poleni kwa majukumu. Kwa wengine ni asubuhi ambao wanajiandaa kwenda katika majukumu. Lakini kuna wengine ambao wanajiandaa kwenda kwenye vikao ili washiriki katika vikao mbalimbali. Lakini kuna mwingine pia anajiandaa kulala usingizi kwa sababu ni masaa usiku. Sasa kila kitu katika maisha ya ulimwengu huu kinahitaji maandalizi. Kuamka pia wakati mwingine kunahitaji maandalizi. Kwenda katika ajira kunahitaji maandalizi. Hata sherehe mbalimbali zinahitaji maandalizi. Lakini somo langu la leo ambalo natamani kwenda kujifunza na nyinyi ni kwamba kujiuliza, umejiandaa kufa mpendwa? Labda nirudie, umejiandaa kufa? Kifo si kitu cha kuepukika. Tajiri au maskini, kijana au mzee, wote watakutana nacho. Lakini swali kubwa si utakufa lini, bali umejiandaaje kwa ajili ya kufa. Katika Waebrania 9:27 anasema, na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja, na baada ya kufa hukumu. Hakuna rehema baada ya kifo. Maandalizi lazima yafanyike sasa, maadamu pumzi iko ndani yetu. Watu wengi nilikuwa nikiwauliza hili swali, umejiandaa kufa? Anashtuka. Namuuliza, uko tayari kufa sasa hivi? Anakuambia siko tayari kufa. Kwa nini hauko tayari kufa sasa hivi? Na tukienda tu mbali, unasikia mtu anapopata changamoto, au gari linataka kupinduka, au ndege inataka kuanguka, watu wanapiga yowe. Kwa nini? Unaogopa kufa. Kwa nini unaogopa kufa? Hebu tuangalie Yohana 11:11. Yesu anasema, rafiki yetu amelala, lakini nitakwenda nimwamshe. Yesu alikuwa akiongelea kifo kama usingizi kwa waaminifu, kwa maana atapumzika hadi siku ya ufufuo. Kwa wale waaminifu mbele za Mungu, kifo ni kama usingizi. Sio kama, ni usingizi ambao Yesu Kristo anauita leo. Baada ya kifo hakuna nafasi ya kubadilisha hali. Luka 16:26 anasema, kati yetu ninyi na ninyi kumewekwa shimo kuu, hata wale watakao hapa kwenu hawana uwezo wa kuvuka, wala walioko huko hawavuki ukija kwetu. Hivyo wakati wa neema ni sasa. Baada ya kifo hatuwezi kutubu wala kubadilika. Uhai wa sasa ni fursa ya maandalizi. Waebrania 3:15 anasema, leo ukisikia sauti yake usifanye mgumu moyo wako. Kila siku tunao ni nafasi ya kujiandaa. Ukisubiri kesho unaweza usipate. Anasema katika Ufunuo 14:13, naam asema Roho, wapumzike katika kazi zao, kwa maana matendo yao yanawafuata. Heri wanaokufa katika Bwana. Naam asema Roho, wapumzike katika kazi zao, kwa maana matendo yao yanawafuata. Wanaoishi maisha ya imani na utiifu wa kifa, matendo yao mema yao yanabaki kuwa ushuhuda mbele za Mungu. Maisha ya sasa ni maandalizi ya kesho. Maisha unayoishi leo ni maandalizi ya kesho utakayoishi. Kwa nini basi tusiweze kutubu ukageuka, ili dhambi zako ziweze kufutwa, ili zipate kuja nyakati za kuburudishwa kutoka kwa uso wa Bwana? Hiyo ni Matendo 3:19. Tubuni basi, ili tuweze kugeuka, zifutwe dhambi zetu, ili zipate kuja nyakati za kuburudishwa kutoka kwa uso wa Bwana. Hakuna
kifo kwa mtu anayemcha Mungu, chema bila toba. Toba yoyote ambayo mtu anaifanya leo ni kwa ajili ya maandalizi ya kukutana na Mungu. Kifo ni kipimo cha uaminifu. Kila siku inapaswa kuishi kana kwamba ni siku ya mwisho duniani. Wengi hufa wakiwa hawajajiandaa kwa sababu walichelewesha kumkabidhi Mungu mioyo yao. Pale tunapochelewa kumkabidhi Mungu mioyo yetu, kifo kitakapotukuta kitatukuta katika upande wa adui. Tukumbuke kwamba kifo hutufikia ghafla. Tuwe tayari kila saa. Yaani unajua hakuna jambo ambalo linamkuta mwanadamu kwa ghafla kama kifo. Sasa kama kazini unajiandaa, kama kwenye sherehe unajiandaa, kama kwenye kufanya mtihani mwanafunzi unajiandaa, kwa nini tushindwe kujiandaa kwa ajili ya kifo? Kwa nini ushindwe kujiandaa? Kitu gani ambacho kinakufanya wewe ushinde kujiandaa kwa ajili ya kufa? Dunia ni tamu, maisha ni matamu, mali zako ni nzuri. Wanaokufa ndani ya Kristo wamelala kwa amani. Kifo kwa waaminifu ni usingizi mtamu. Wamelala mikononi mwa Yesu, wakisubiri wito wa mfalme wa uzima. Hivyo kifo si uadui wa uaminifu, bali ni daraja la amani kwenda kwenye uzima wa milele. Kwa kifo ni link, ni muunganiko, au kifo ni kama mlango kwa ajili ya kuingia katika nchi ya ahadi. Ni sehemu ambapo tunasubiri tukiwa katika pumziko ili mlango wa uzima wa milele ufunguliwe. Kwa hatupasi kuogopa kifo, ila tunapaswa kujiandaa kwa ajili ya kufa. Sasa ni swali la kujiuliza, umejiandaaje katika mwisho wako? Hakuna mwanadamu asiyeonja mauti, labda wale ambao watamkuta Kristo au Kristo atawakuta wakiwa hai. Lakini hata wao wanapaswa kujiandaa. Ni kitu gani ambacho kinakufanya ukisikia neno kufa unaogopa? Ni njia zako, ni njia zangu hazijakamilika. Kwa nini usizikamilishe? Kwa nini usimrejee Mungu? Wale wasiokuwa tayari watakumbwa na majuto makubwa. Ni huzuni kuu kwa wale wanaofika kaburini bila amani na Mungu. Heri kujitayarisha sasa kuliko kuamka katika ufufuo wa hukumu. Kifo bila toba ni majonzi yasiyo na tumaini. Maisha yetu ya sasa ndiyo yanayotupatia cheti cha milele. Siku moja tu isiyotumika vizuri inaweza kuamua hatima ya milele. Kila pumzi ni fursa ya kujitayarisha kwa maisha yajayo. Kila pumzi unaopumua, kila wazo, kila neno unalolitamka sasa, kila jambo unalolifikiria linaamua maisha yako ya kesho na ya milele. Unajua huwa napenda kuambia vijana wenzangu ya kwamba unachokiwaza leo au shughuli unayoifanya leo ndio itakao kupa familia yako au wewe mwenyewe kula na kunywa kesho. Mawazo uliokuwa ukiyafanya wakati unasoma, shughuli ulizokuwa unafanya ni wakati wa kusoma, wakati wa kuandika, ndio matokeo ya maisha yako ya leo. Wakati wa shule ulivyokuwa ukisoma, matokeo yanayopelekea wewe kuishi leo ni kutokana na vile ulivyokuwa ukijiandaa kwa ajili ya kukabiliana na maisha ya leo. Sasa pia katika maisha ambayo unazidi kuishi leo, ndio tafakari baada ya hukumu itakavyokuwa. Kila siku ni nafasi mpya ya kufa dhambini
na kuishi katika Kristo. Aidha kuishi au kufa katika dhambi au kuishi katika Kristo. Wokovu wa kweli ni maandalizi ya kifo. Mtu aliyeokolewa kweli na Kristo hana cha kuogopa juu ya kifo, bali ametulia kwa sababu anajua rehema ya Kristo imemsamehe na kumfanya kuwa salama. Mtu aliye tayari kufa ndio mtu aliye tayari kuishi. Sasa nawezaje kujiandaa kwa ajili ya mimi kufa? Kwanza kabisa ni lazima kuwa na mahusiano ya kila siku na Mungu. Omba kila siku, soma neno, jifunze kumtegemea Mungu. Pili, tubu dhambi zako zote. Usichelewe kufanya toba. Tubu leo. Fanya amani na Mungu. Samehe wengine. Namba 3, natengeneza uhusiano wako uliovunjika. Yesu alisema, msiposamehe Baba yenu wa mbinguni hata wasamehe. Mathayo 6:15. Ishi maisha ya utakatifu na upendo. Namba 4, wapende watu wote. Usihifadhi chuki wala wivu ndani ya moyo wako. 5, tenda mema na uache alama ya kiroho duniani. Ufunuo 14 fungu la 13 inasema matendo yao yanawafuata. Ili uweze kujiandaa kwa kifo, nasema kwa haraka, kuwa na uhusiano wa kila siku na Mungu. Tubu dhambi zako zote. Samehe wengine na tengeneza uhusiano wako uliovunjika na jamii. Ishi maisha ya utakatifu na upendo. Tenda mema na uache alama ya kiroho duniani. Mpendwa, katika maisha haya kifo si mwisho, ni kivuko. Wathesalonika 1:4 inasema, kwa maana ikiwa tunaamini ya kwamba Yesu alikufa na kufufuka, hivyo hivyo na wao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Kifo kwa mwenye haki si mwisho wa maisha, bali ni usingizi wa muda mfupi kabla ya ufufuo. Kwa hiyo maandalizi ya kifo sio mazishi au mali, bali hali ya roho iliyo safi mbele za Mungu. Mkufunzi wangu katika kitabu chake cha Tumaini la Vizazi Vyote anasema, kwa waaminifu walio kaburini, kifo si kitu cha kuogopa. Kristo mwenyewe alilala kaburini na kifo chake kilifanya kaburi kuwa mahali pa pumziko kwa wafu waliotakaswa. Maandalizi ya kifo ni maisha matakatifu. Kifo hakina nguvu juu ya yule ambaye ameacha dhambi na kuishi katika utii wa Mungu. Mathayo 25:13 anasema, basi kesheni kwa kuwa hamjui siku wala saa atakayokuja mwana wa Adamu. Anasema mkufunzi wangu katika kitabu, anasema njia ya kuelekea kwa Kristo. Wengi wanangoja wakati fulani wa baadaye ili kujiandaa kukutana na Mungu. Lakini maandalizi hayo lazima yafanywe sasa. Wokovu wa roho ni jambo la leo, si la kesho. Kila siku tunapaswa kuishi kana kwamba ni siku yetu ya mwisho duniani. Kwa sababu kifo cha ghafla au kurudi kwa Kristo kinaweza kutupata tukiwa hatujatubu. Kuna wengi wanadhani kwamba wanaweza kujiandaa dakika za mwisho, lakini maisha ni kama moshi tu, hayana uhakika. Mithali 27 fungu la 1 nasema, usiseme nitafanya toba kesho, maana hujui atakaozaliwa na siku. Mkufunzi wangu katika kitabu cha kuelekea kwa Kristo kurasa 34 anasema, kucheleweshwa toba ni kucheza na hatima ya roho yako. Wengi wamesema nitakuja baadaye kwa Kristo, lakini hawakupata tena nafasi hiyo. Shetani hufurahia sana kuwalaghai watu kwa ahadi ya kesho. Kifo hakiombi ruhusa, hakina onyo, hivyo leo ndio siku ya wokovu. Wakorintho wa pili 6:2 anasema, tazama sasa ni wakati uliokubalika, tazama sasa ndio siku ya wokovu. Wale walioko tayari kujiandaa na kifo ni kuwa na Kristo ndani yako kila siku. Wafilipi 1:23-21 anasema,
Kwa maana kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Maisha ya Yesu, kitabu ukurasa 787 anasema, kila roho inayompenda Mungu kwa dhati na kuishi katika utii wake inaweza kutazama kifo bila hofu. Kwa kifo ni mlango wa kuingia uzimani. Wale wanaoishi katika Kristo hawana wasiwasi juu ya kifo, kwa sababu wanajua kwamba uhai wao umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Wakolosai 3:3. Kuishi ni lazima kuwa tayari katika kifo. Siri ya kuwa tayari ni kuishi maisha ya toba kila siku, kusamehe wengine bila kinyongo, kuishi kwa upendo na imani hai, kuwa mwaminifu katika mambo madogo na makubwa, kuweka tumaini lote kwa Kristo, si kwa dunia. Waraka wa kwanza wa Yohana 1:9 anasema, kama tukiungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu. Toba ya kweli ni kusikitika kwa dhambi na kuiacha kabisa. Roho Mtakatifu anapogusa moyo, roho hupata chuki kwa dhambi na upendo mpya kwa Mungu. Wale wanaokufa ndani ya Kristo hawapotei, wanalala tu wakingoja sauti ya Mwokozi. Wathesalonike wa kwanza 4:16 anasema, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Katika kila kaburi la muamini, malaika wanasimama walinzi waaminifu. Kristo atakapopiga kelele, amka enyi mlalapo katika mavumbi, watainuka wakiwa na ushindi juu ya mauti. Kitabu kinaitwa Pambano Kuu, kurasa 644. Kujiandaa na kifo ni kuishi leo katika utakatifu. Kifo hakina nguvu kwa yule aliye ndani ya Kristo wapendwa. Ukiishi maisha ya toba, maombi, upendo, imani, basi utakapolala usingizi wa kifo utaamka kwa sauti ya ushindi. Narudia Ufunuo 14:13. Heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa. Wale wanaokufa wakiwa ndani ya Kristo hawafi kabisa. Kwa kifo ni pumziko fupi hadi alfajiri ya ufufuo. Sasa maswali ya kujiuliza. Je, kama kifo kingekuja leo, roho yako iko wapi mbele za Mungu? Je, una uhusiano wa kweli na Kristo? Je, nimewasamehe wale walionikosea? Je, ninatenda yaliyo mapenzi ya Mungu kila siku au nairisha? Je, una maandalizi gani unayoyafanya kwa ajili ya uzima wa milele? Ni swali la kutafakari. Je, kuna dhambi unayoishikilia ambayo inahitaji kutubiwa sasa? Je, ninafanya amani na watu wote? Je, maisha yangu ni ushuhuda kwa imani ndani ya Kristo? Ikiwa leo ndio siku yangu ya mwisho duniani, je, niko tayari kumuona Bwana? Ni swali la kujitafakari wapendwa. Umejiandaa kufa? Unapaswa kujiandaa kufa. Mwanadamu anayesema anatamani kumuona Kristo, mwanadamu anayeimba nyimbo za mwisho za tumaini, ni lazima rafiki ujiandae sasa kufa. Mungu atusaidie kifo kisije kwetu kwa ghafla tusipokuwa tumefanya maandalizi. Tuombe kwa kuhitimisha somo la leo. Mungu wa rehema, nikumbushe kila siku kwa maisha haya ni mafupi. Nisaidie niishi katika toba, katika unyenyekevu na upendo. Unisamehe dhambi zangu, nisafishe kwa damu ya mwana kondoo. Unifanye nife nikiwa ndani yako, nikiwa hai au nikifa nielekee kuwa kwako. Ninaomba haya yote katika jina la Yesu Kristo. Amen. Wapendwa, tujiandae kufa. Jiandae kufa. Maana hujui asubuhi yako wala mwisho wako. Bwana atubariki sote katika jina la Yesu Kristo.
Amin.